Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena, namshukuru Mungu amenipa neema ya kuweza kuzungumza lile jambo lingine ambalo niliomba Roho Mtakatifu anikumbushe, na Mungu ni mwaminifu, ameweza kunikumbusha. Kwa majina naitwa mtumishi Lydia, napatikana mkoa wa Kagera. Basi kwa kuanza niweze kumshukuru Mungu na kumuomba Mungu sana ili aniwezeshe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa falme, uketie mahali pa juu, ninakushukuru Bwana kwa neema yako, na kushukuru Yesu kwa kuniwezesha kuwa mahali hapa katika kuzungumza yaliyo ya kwako mahali hapa, mfalme wa amani. Mungu, nakurudishia sifa na kurudishia utukufu katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Hakika wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, mfalme wa amani. Asante Roho Mtakatifu kwa kunikumbusha lile jambo ambalo nilisalia kulisema mahali hapa, mfalme wa amani. Ninakushukuru Mungu aliye hai na kutukuza mfalme wa falme. Sasa Bwana, ninakuomba ukanisaidie, ukaniwezeshe kunena, maana peke yangu siwezi, mfalme wa amani. Kwa jina la Yesu nitumie kama chombo tu, mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Ninasimama kinyume na kila upinzani wa kweli wa Mungu. Ninakataa kwa jina la Yesu Kristo kila adui anayejiinua kuzuia ujumbe huu kwenye ulimwengu wa roho, ninamkemea kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mapepo ya kuzimu yaliyosetiwa kukamata ujumbe za Mungu, ninayakemea kwa jina la Yesu. Ninayaribu, ninayateketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa moto lao, kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ninaalika nguvu ya Roho Mtakatifu sasa, ninaalika uwezo wa kiungu, naalika nguvu ya Mungu ikatawale sasa mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Mungu, nikamate fahamu zangu, kamata akili zangu, nisinene ya kwangu, mfalme wa amani. Kwa jina la Yesu nisinene kwa akili zangu, bali Bwana ukanitumie, mfalme wa falme, bali Bwana ukanitumie Jehova, bali Bwana ukaniongoze. Yesu, niongoze Bwana, niongoze mfalme wa amani, niongoze Mungu aliye hai, niongoze Roho Mtakatifu Bwana. Ninaomba msaada wako Yesu, ninaomba neema yako Bwana. Sifa na utukufu zikurudie wewe Yesu, uketie mahali pa juu sana, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Na kila mmoja atakayesikia Bwana ujumbe huu, mpe Bwana kwenda kuutendea kazi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, badilisha kanisa lako Bwana, badilisha watumishi wako Bwana kupitia ujumbe huu, mfalme wa amani. Mungu kaonekane, Mungu ukatuokoe, Mungu ukatufungue, ukatutoe gizani Bwana, katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Bwana, nenda ukaonekane sasa, nenda ukanikumbushe, nenda ukanitumie, katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Mungu mwenye nguvu, mfalme wa falme, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati uliopita tulizungumza mambo kadha wa kadha ambayo Mungu alipasa kunionyesha na kunifundisha, na niliweza kuyazungumza katika chaneli hii. Kama ulikuwa unafuatilia na imani uliyaona, ni kwa habari ya mipira, kwa habari ya movie, kwa habari ya style za kwaya, kwa habari ya mavazi ya kikahaba na mengine ambayo Mungu alinipa neema ya kuyazungumza. Basi kama Mungu alivyokupatia neema kuyafuatilia, ninakualika kwa neema ya Mungu aliye hai kufuatilia hata ujumbe huu. Basi wakati wa sasa tutaenda kuangalia kwa habari ya kunyoa denge.
Mungu alinionyesha na kunifunulia kwa habari ya denge kwamba ni dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alizungumza kwa habari ya denge katika neno la Mungu, kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ile ya 19 mstari wa 27. Nitaenda nisome kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 19 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Bwana Yesu apewe sifa. Hili ni neno la Mungu linasema kwamba tusinyoe denge. Tunafahamu ya kwamba watumishi wa Mungu tunanyoa. Watumishi wa Mungu tunanyoa. Wengine wanawake, wengine wanaume. Hasa wanaume Mungu ndiye anawataka wanyoe, lakini mwanamke, ukifuatilia neno la Mungu, mwanamke hapaswi kunyoa nywele. Lakini stosha, hata ambao wananyoa bado wananyoa denge. Kwanza nifafanue maana ya denge. Denge maana yake ni kunyoa staili katika kichwa chako. Yaani unatengeneza staili. Kunyoa maana yake ni sehemu ya usafi. Ni sehemu ya usafi. Maana yake unatakiwa unyoe nywele zako, uzipunguze. Kama wewe ni mwanaume, uzipunguze hizo nywele zako zisiwe ndefu. Uzipunguze nywele zako. Ila usiweke mitindo katika kichwa chako. Usiweke mitindo katika kichwa chako. Mungu anakataa denge. Alinifunulia mchungaji mmoja ambaye sikuwahi kumuona kwa sura, ila nilielekezwa ni wa kanisa fulani maeneo ya huku ninapokaa. Yule mchungaji alikuwa amenyoa denge. Niliingia kanisani kwake. Nikamwambia mchungaji, kuna wamama niliongea nao wakaniambia wewe ni mchungaji wa hili kanisa, unapatikana sehemu fulani, sitapataja. Nikamwambia sasa wale wamama niliwaachia mawasiliano yangu, uje unitafute, nikufundishe, nikuelekeze. Maana nilimuona ni mzee kabisa. Sio mzee sana, ila ni mtu alienda umri, ana mvi kabisa. Ila amenyoa denge. Amenyoa pembeni kwenye kichwa chake, staili ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu katika neno lake amesema msinyoe denge. Amekataa kunyoa denge. Kunyoa staili katika kichwa chako. Wengine wanasema mimi napunguza, nafanya bwenzi. Wengine mimi nanyoa kisabato. Kwenye Biblia hakuna kulipoandikwa kuna kunyoa kisabato. Hakuna kunyoa kisabato. Hakujaandikwa kunyoa kisabato. Wengine sui nanyoa, sui mbele naacha hapa tu. Sui kuna staili mbalimbali. Haleluya. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwema. Mimi mwenyewe ninayeongea sio kwamba ni mkamilifu sana mbele za Bwana, ila Mungu ananikamilisha. Na mimi nilikuwa nanyoa denge. Nilikuwa nanyoa staili za kidunia. Nilikuwa nanyoa staili moja wanaita 7. Nilikuwa napenda sana kuinyoa. Na hiyo staili nilikuwa nainyoa kwa sababu nilifuatilia mwimbaji wa nyimbo za Injili mmoja. Sitamtaja. Ule mwimbaji walisema sijui kwa sura sisi tunafanana, kwa hiyo wakanishawishi
Sasa nikaona kama tunafanana, basi sasa ninyoe kama yeye. Kwa hiyo nikajikuta namfuatilia yule, nikijua ni mtumishi wa Mungu, na mimi nikasema na mimi nianze kunyoa kama yeye. Kwa hiyo nilianza kunyoa kama yeye. Nikaanza kujiona kama tunafanana, kama tuko mapacha. Lakini kumbe nilikuwa namkosea Mungu bila mimi kujua. Neno la Mungu liko dhahiri, linasema tusinyoe denge. Watumishi wa Mungu leo hii wananyoa madenge. Kama nilivyooneshwa, mchungaji kabisa anayesimama madhabahuni na kufundisha watu, ambao watu wanategemea kula chakula kinachotokea madhabahuni. Wanajua kabisa mchungaji anatumiwa na Mungu. Wanajua kabisa mchungaji huyu Mungu anamtumia, anatoa malisho kutoka kwa Mungu wa mbinguni kwa mchungaji mkuu. Lakini huyo mchungaji mwenyewe amenyoa denge, amenyoa kiduku, amenyoa saba, amenyoa sijui kisabato, amenyoa sijui kijogoo, amenyoa sijui vinini. Yaani wana wa Mungu, watumishi wa Mungu aliye hai, kama tunataka kumwona Mungu, kama tunataka kwenda mbinguni, hebu epuka kunyoa denge. Epuka kunyoa denge. Haijalishi unafundishwa kanisani kwako, haijalishi haufundishwi kanisani kwako, hebu sikiliza sauti ya Mungu. Mungu ana njia mbalimbali za kuzungumza. Hata hapa ni Mungu anazungumza. Mungu anakataa denge. Mungu anasema tusinyoe denge. Pembe za vichwani, watu wanachonga pembe za kichwani kwake, wanazichonga, wanatengeneza, mara wapige mistari. Wana wa Mungu, huo ni udunia. Huo ni udunia. Mungu anasema tusiifuatishe namna ya dunia hii. Waimbaji, tusiifuatishe namna ya dunia hii. Waimbaji wa nyimbo za Injili wameiga nyimbo za mataifa. Wameiga wasanii wa mataifa. Wasanii wananyoa denge, wana maagano kuzimu. Acha nikwambie mtumishi wa Mungu, kuona msanii fulani amekuja na staili fulani ya maisha yake, unapaswa hasa kuwa na macho ya kiroho kujua hii staili ameitoa wapi. Hii staili ameitoa wapi? Maana anakuwa ameitoa kuzimu. Amepewa hilo ni kama agano. Amepewa ni kama agano kwamba kupitia hilo staili ya kunyoa ni kama nembo. Ina maana watakao nyoa kama yeye wanaaganishwa kuzimu moja kwa moja. Kuzimu moja kwa moja. Ina maana kwa mfano aliyebuni staili ya saba katika kichwa, denge aina ya saba aliyeibuni kichwani kwake, huyo mtu mtu akinyoa kama hivyo, maana yake kuzimu wanamtambua. Sasa cha maajabu, kuna mtumishi wa Mungu, kuna mtu ni mchungaji, kuna mtu ni mwinjilisi, kuna mtu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini bado ana nembo ya kuzimu. Yule mtu hata Yesu akirudi leo hii hawezi akamnyakua. Hawezi akamtua mtu ambaye ana nembo ya kuzimu, ana chapa ya kuzimu. Biblia inatuita sisi tuna chapa za Kristo, sio chapa za kuzimu. Na Yesu akija kulitoa kanisa, akija kunyakua kanisa, ananyakua watu wenye chapa za Yesu, sio chapa za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu kitabu hicho cha Warumi, ile sura ya 12 mstari ule wa 2. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Watumishi wa Mungu, wana wa Mungu wanaotaka kwenda mbinguni hawafuatishi namna ya dunia hii. Haleluya. Waisraeli wakati Mungu amewafikisha katika nchi ya ahadi, Mungu alitangulia kuwaonya akiwaambia wasifuatishe namna ya wale watu waliokuwa naishi kule. Wasiwaige.
Lakini kanisa la leo watu wanawaiga. Umeokoka, bado unaiga mataifa. Unaiga wasanii wa kidunia, kina Diamond, wakina Harmonize. Eti unawaiga style ya kunyoa. Amenyoa, pengine amesokota manywele. Unakuta tena na mwingine ni mwanaume amesokota manywele, mengine kama marasi amesokota. Alafu anajiita yeye anaenda mbinguni. Hakuna mbingu. Hakuna mbingu kwa mtu anayenyoa denge. Hakuna mbingu kwa mtu anayefuatisha namna ya dunia hii. Biblia inatutaka tugeuzwe na tufanye upya nia zetu. Haleluya. Wakati hatujaokoka tulikuwa tuna nia ya dunia hii. Tulikuwa tuna nia ya dunia. Ndio maana nimetangulia kutoa ushuhuda wangu hapo mwanzo kabla sijamjua huyu Mungu wa mbinguni. Nilikuwa bado sijafanywa upya. Nilikuwa sijageuzwa. Nilikuwa naishi sawa sawa na dunia hii. Lakini baada ya kumjua Mungu wa mbinguni, nimegeuzwa na nimefanywa upya, na ndio maana niliachia kunyoa denge. Ndio maana niliachia kunyoa style za kidunia. Nilikuwa namfuatilia yule msanii wa nyimbo za Injili, nikijua anamtumikia Mungu wa mbinguni, kumbe alikuwa ananipoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mtumishi alikuwa ananipoteza bila mimi kujua. Acha nikwambie, sio kila unayemuona anaimba nyimbo za Injili ukajua huyo ni mwenda mbinguni. Biblia inasema sio kila anaita Bwana Bwana atakayeona ufalme wa mbinguni. Sio kila anaita Yesu Yesu, anayesema Bwana Yesu asifiwe, anayemuinua Yesu, anayemtukuza Yesu, pengine anaenda mbinguni. Wengine ni wauni tu. Angalia mtu aliyenyoa denge, halafu anakuambia Bwana Yesu asifiwe. Huyo anamtukana Yesu. Huyo anamtukana Yesu, sio Yesu wa mbinguni tunayemjua sisi. Ni mchungaji anakuhubiria habari za Mungu wa mbinguni, huku amenyoa denge, analipinga neno la Mungu moja kwa moja. Ni mwimbaji kama hivyo, anaimba nyimbo za Mungu, lakini anamtukana Mungu. Amenyoa denge huyo, anamtukana Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, Mungu anatutaka tugeuzwe nia. Kama ulikuwa unanyoa denge, ulikuwa umjui Mungu wa mbinguni, hebu ugeuzwe nia. Uache kunyoa denge, unyoe vizuri kunakompendeza Mungu. Kunakompendeza Mungu. Usifuatishe namna ya dunia hii. Wewe ni mwenda mbinguni, usifuatilie wasanii wa kidunia. Usifuatilie wasanii wa Injili ambao wanampinga Mungu. Kuna wengine wamesetwa kama agent. Kuna wengine wamesetwa kama mawakala. Pamoja na kwamba wanaimba nyimbo za Mungu, pamoja na kwamba wanaonekana wanamsifu Mungu, lakini wale ni mawakala wa kuzimu. Wale ni maagent. Msanii wa nyimbo za Injili amenyoa denge. Msanii wa nyimbo za Injili anaimba nyimbo za Injili, alafu amesuka manywele, pengine amesuka marasi, amesokota rasi, pengine anavaa masuruali, ni mwanamke, pengine anavaa vimini, anavaa manguo ya kubana. Huyo ni agent. Kwa maana gani ni agent? Naomba nifafanue. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo anakuwa ni agent kwa sababu kanisa la leo ni kizazi, kuna kizazi ambacho kimeibuka hakijui utakatifu wa kweli ni upi. Kuna kizazi ambacho kimeibuka kinafuatilia waimbaji wa nyimbo za Injili. Wakimwangalia mwimbaji fulani wanajua wokovu ndo huu, wa kuvaa vimini. Wakimwangalia mwimbaji fulani wanajua wokovu ndo huu, wa kunyoa denge. Wakiangalia mwimbaji fulani wanajua wokovu ni huu, wa kusuka manywele mwanamke, kusuka manywele mwanaume. Kumbe wokovu sio huo.
Kwa hiyo wanafanya watu wengi, kizazi hiki wengi kupotea kwenda kuzimu. Mwisho wao unaishia kuzimu kwa sababu wameaminishwa katika uongo. Wale wasanii, wale waimbaji wamekuwa kama maajenti, mawakala wa kuzimu, wa kuwanasa watu wengi. Inakuwafanya wengi waende kuzimu wakiwafuatilia. Na mimi nilikuwa miongoni mwao. Pengine kama sio Mungu huenda na mimi ningebaki huko. Lakini Mungu ananipenda, akanichagua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu alinichagua, ndio maana akanitoa huko. Na hata wewe unayesikiliza ambaye unanyoa denge, Mungu na wewe amekuchagua. Na wewe amekuchagua. Mungu anataka ubadilike. Usifuatishe namna ya dunia hii mpendwa. Usifuatishe namna ya dunia hii. Usiipende dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 9. Yeremia sura ile ya 9. Yeremia sura ile ya 9 mstari ule wa 25 na 26 nitasoma kwa neema ya Mungu. Yeremia sura ile ya 9 mstari wa 25 na 26. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowaadhibu wote waliotairiwa katika hali yao ya kutokutairiwa. Misri na Yuda na Edomu na wana wa Amoni na Moabu na wote wenye kunyoa denge wakaao nyikani, maana mataifa hayo yote hawana tohara, wala nyumba yote ya Israeli hawakutairiwa mioyo yao. Bwana Yesu apewe sifa. Nitarudia mstari wa 26 mwanzoni. Misri na Yuda na Edomu na wana wa Amoni na Moabu na wote wenye kunyoa denge wakaao nyikani, maana mataifa hayo yote hawana tohara. Bwana apewe sifa. Bwana ainuliwe. Biblia inasema siku zinakuja. Siku inakuja wewe mchungaji. Siku inakuja wewe mwinjilisti, mitume, manabii, waimbaji. Siku inakuja wana maombi. Siku inakuja. Siku ya Bwana. Bwana atakapowaadhibu wanyoa denge wote. Biblia inawataja kama watu wasiotairiwa. Kutokutairiwa maana yake ni kutokutakaswa. Mtu anayenyoa denge hajatakaswa. Na ndipo Mungu anasema ipo siku inakuja Mungu atakapoachilia adhabu. Kuna adhabu iko mbele. Watumishi wa Mungu, wana wa Mungu wateule, kuna jehanamu ya moto imeandaliwa huko mbele. Siku ya hukumu inakaribia. Kuna hukumu imewekwa mbele. Wewe unayenyoa denge, Mungu anasema bado hujatairiwa, bado hujatakaswa. Una hali ya kutairiwa lakini hujatairiwa. Kuna mtu anaweza kaabudu hapo ukasema kweli anaabudu katika roho, lakini huyo hajatakaswa bado. Huku ana denge hajatakaswa. Kuna mwingine anaweza akaimba nyimbo, watu wakabujika, watu wakazama rohoni. Ukimwangalia amenyoa denge, huyo mtumishi hajatakasika. Bwana Yesu apewe sifa. Hajatakasika. Ingawaje anahubiri
ni mchungaji, ingawaje ni mwinjilisti, anahubiri watu wanaokoka, alafu umenyoa denge, hujatakasika. Fikiria utahubiri nini? Watumishi wa Mungu, utamhubiri nini mtu aokoke? Utawaambia waokoke uende wapi? Aokoke ache nini? Ikiwa yeye amenyoa denge, amenyoa kiduku, na wewe mwinjilisti umenyoa kiduku, wewe mchungaji umenyoa kiduku, utahubiri nini kanisani? Haleluya. Mungu anataka kanisa lirudi katika utakatifu. Kanisa la Bwana ni takatifu. Watumishi wa Bwana ni watakatifu. Anasema tutakuwa watakatifu kama yeye alivyotuita alivyo mtakatifu. Hivyo tunapaswa kuwa watakatifu. Achana habari za kunyoa denge, watumishi wa Mungu. Usinyoe kiduku, usinyoe saba. Na wale wa kuchonga ndevu, kuna wale wanaochonga ndevu, watumishi wa Mungu, akina baba, vijana wa kiume. Kuchonga ndevu ni dhambi. Ni sawa na kunyoa denge, ni dhambi. Kuchonga ndevu ni dhambi. Mwingine anachonga anachonga kitu gani? Yaani anaweka ishara fulani. Hizo ishara unazoziona we mtumishi wa Mungu, jua kabisa hizo ishara ni za kuzimu. Usifuatishe mtu fulani amefanya hivi. Mtu wa kidunia, hata kama anahubiri neno la Mungu, ukiona mtu ambaye anahubiri neno la Mungu na amepinga neno la Mungu, huyo ni wakala wa kukupoteza. Kuwa makini, kuwa macho mtu wa Mungu. Kuwa macho. Hata kama ni mchungaji wako, hebu mfuate, mwambie mchungaji, neno la Mungu linasema usinyoe denge. Kwa nini wewe unanyoa denge? Kama ni mchungaji ni mnyenyekevu, kama ana unyenyekevu wa moyo, ule mchungaji atageuka, atatii neno la Mungu. Lakini kama ana kiburi, atakupuuzia. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ana kiburi wa mchungaji, atakupuuzia, atakuona ufai. Lakini jua kabisa kazi yako unakuwa umemaliza, na Mungu akusaidie kupata hata madhabahu inaosema kweli ya Mungu. Mchungaji ananyoaje denge? Washirika watafanya nini? Mungu atusamee, Mungu atusaidie. Hebu watumishi wa Mungu, tumrudie Mungu wa kweli. Tumrudie Mungu. Kama kweli mtumishi wa Mungu una nia ya kwenda mbinguni, sikiliza neno la Mungu linavyokuambia. Tii neno la Mungu. Mungu anasema tusinyoe denge. Tusifuatishe namna ya dunia hii. Tusiipende dunia. Tusiipende dunia. Maana Mungu anasema kitabu hicho cha waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 mstari wa 15, kwamba msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Tunaonywa tusiipende dunia. Haina maana tusipende shamba. Biblia inavyosema dunia, inamaanisha mambo yaliyomo ndani ya dunia. Vitu vinafanyika na watu wa dunia. Watu wa dunia ni wale wasiookoka, wasiomjua Mungu wa mbinguni, wasiotahiriwa mioyo yao. Watu wa dunia au mataifa, kwa lugha nyingine wanasema mataifa. Tusipende dunia, ina maana tusifuate ile matendo yao wanayoyafanya. Uzinzi, uasherati, uongo, ufiraji, umbea, masengenyo na kunyoa denge. Bwana Yesu apewe sifa. Kunyoa denge.
Ukinyoa denge, we mchungaji, we mwinjilisti, mtume, nabii, mwimbaji, mwana maombi, ukinyoa denge, unatakiwa ufahamu kwenye moyo wako kabisa ya kwamba umeipenda dunia. Umeona usipitwe na wakati. Kwamba mbona watu wengine wanafanya hivyo? Mbona wachungaji wengine unaona wananyoa denge na mapepo wanatoa pepo, wanafanyaje? Haleluya. Kumbuka ya kwamba hata mapepo yanatoa mapepo wenzao. Mapepo yanatoa mapepo wenzao. Ndio maana kuna waganga wa kienyeji. Wale waganga wa kienyeji wana majini kibao, na wanatumia kutoa majini kwenye mwili wa mtu, kwenye nafsi ya mtu, wanatoa majini, wanahamisha. Yaani ni kwamba wanaweka makubaliano. Ni makubaliano, wale wanaelewana. Kwa hiyo usije ukashangaa eti mchungaji fulani anatoa pepo, na huko amenyoa denge. Kwanza kutoa mapepo sio upako. Maana Biblia inasema ya kwamba tutaweka mikono juu ya wagonjwa na tutatoa pepo. Yaani kila mtu amwaminie Yesu ana uwezo wa kutoa pepo kwa jina la Yesu. Upako ni kusema kweli ya Mungu na kuifuata. Wachungaji wenye upako ni wale wanaosema kweli ya Mungu. Upako haupimwi katika mapepo. Kuna watu wakitaka kuona nguvu ya Mungu, udhihirisho wa Mungu, wanaona katika mapepo. Haleluya. Mapepo sio nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni katika utakatifu. Upako ni katika utakatifu tu. Utakatifu ndio unaweza kusema huyu mtumishi ana upako, lakini usiseme mtumishi ana upako kwa sababu ya mapepo, kwa sababu mapepo yanaweza kutoa mapepo wenzao. Ikiwa mtumishi wa Mungu yeyote ananyoa denge au anakiuka neno la Mungu, analipinga neno la Mungu akitoa mapepo, jua kabisa huyo amekubaliana nayo, na kwanza hawezi katoa. Yaani ukubwa anaangusha tu. Kwa hiyo usidanganyike, usitishwe na mapepo. Usitishwe na ibada za mapepo. Mungu anataka tumwabudu tena katika roho na kweli. Mungu hatishi na mapepo. Mungu anatishwa na utakatifu. Yaani Mungu anamheshimu yule mtu anayesema kweli yake, yule mtu anayependa utakatifu. Wala Mungu heshima yake haipo kwa mtoa mapepo. Ndio maana Yesu akawaambia wale wanafunzi wake ya kwamba, akawajibu ya kwamba msifurahi ya kwamba vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, furahi ya kuwa majina lako liko mbinguni kwa kuwa unasema kweli ya Mungu. Usifurahi kwa sababu unatoa pepo na huku na denge kichwani. Hilo denge pamoja na mapepo unatoa, Mungu atakuhukumu siku ya mwisho. Maana imeandikwa ya kwamba ipo adhabu juu ya wale wote wanaonyoa denge, katika Yeremia. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu atukuzwe aliye hai. Kwa hiyo Mungu anatuonya tusipende dunia. Ukinyoa denge, jua unaipenda dunia. Unanyoa style fulani sawa na sijui Harmonize. Unajua huyu Harmonize ana agano gani kwenye ulimwengu wa roho? Kila style unayoiona ya kunyoa denge, kila style ina maana katika ulimwengu wa roho, ipo kuzimu. Ndio maana shangaa unavamia mapepo. Hayaishi mapepo. Ibada zako ni mapepo kwa sababu kichwani umeweka kitu ambacho hakimtukuzi Mungu. Ni sawa na wale wanaosuka manywele. Utashangaa mapepo. Ibada ni mapepo, ukiweka mkono ni mapepo, kwa sababu kichwani kwako kuna pepo. Umemkalisha Lucifer mwenyewe. Mungu atusaidie. Watumishi wa Mungu. Mungu atusaidie. Hebu acha kunyoa denge. Acha kusuka nywele mwanamke.
Mwanaume na wengine, acha kusuka marasi hayo. Acha kabisa. Mungu anawahitaji. Yesu yupo karibu kurudi. Yuko mbioni kurudi. Bwana harusi yupo anakuja. Akikukuta na denge mchungaji, hajalishi ulikuwa na watu 1000 ngapi, bado utabaki na utaachwa. Itakuwa ni aibu na kilio na kusaga meno pale ambapo mtumishi wa Mungu unabaki. Pale ambapo ulikuwa unatumika, watu wanajua una Mungu, watu wanajua ulikuwa unaimba katika roho, watu wanajua ulikuwa unasifisha katika roho, watu wanajua ulikuwa unahubiri vya ukweli, watu wanajua kwamba wewe ulikuwa unamtumikia Mungu kweli kweli. Pengine umepitia vita vya huduma, pengine umefukuzwa nyumbani kwenu, pengine watumishi wanakukataa, pengine unaona unapitia vita mbalimbali, vita kana kwamba ni mtumishi wa Mungu wa kweli, alafu ile siku unabaki. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Hebu acha kunywa denge. Yesu anakaribia kurudi. Yesu anarudi. Anatuambia tukatengwe nao. Tutengwe na mataifa. Tutengwe na watu wa dunia hii. Wasanii wengine wa injili na wenyewe yaani waimbaji wa nyimbo za injili na wenyewe wananywa denge, bado tutengwe nao. Tutengwe nao. Haijalisha na mtaja Yesu katika wimbo wake, lakini bado amenywa denge. Manywele yameenda juu, amechonga kama kwamba Mungu atusamee. Ole wako mwimbaji, unapoteza watu. Ole wako wewe mwimbaji. Ole wako mwimbaji, natamani kuwataja kwa majina. Ole wako wewe mwimbaji, unayenywa denge. Unayenywa denge. Unayenywa style ya kidunia. Una mashabiki wengi. Una watu wengi wanakufuatilia wewe mwimbaji wewe. Wewe mchungaji, una watu wengi wanakufuatilia. Wengi wanakufuatilia wakijua hapo sahihi. Unapoteza watu wengi. Unawafanya wengi kwenda kuzimu. Ole wako. Mungu anataka ubadilike. Yesu anataka ubadilike. Acha kunywa denge wewe mchungaji. Acha kabisa kunywa denge. Acha kabisa kunywa denge. Kunywa style za kidunia. Acha kabisa. Yesu anakuhitaji. Anahitaji ubadilike. Fikiria ni kwa jinsi gani unavyofuatiliwa na watu wengi. Unajua kuna watu wengine ni mawakala ambao hawajijui. Kuna waimbaji wengine hawajijui kama ni mawakala wa kuzimu. Acha nikwambie, ukiwa unanywa denge alafu unaimba nyimbo za Mungu, jua wewe ni wakala wa kuzimu, ingawaje hujijui. Kwa sababu watu wanavyokutazama wanajifunza kutoka kwako. Mchungaji, wanajifunza kutoka kwako. Hasa mtu anajifunza kunywa denge alafu aishie kuzimu. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Haleluya. Yesu anataka tubadilike. Tubadilike kanisa. Tubadilike kanisa. Watumishi wa Mungu tubadilike. Tubadilike, acha kunywa denge. Acha kunywa style za kidunia. Kama ni kunyoa, punguza hizo nywele zako, zipunguze kawaida, size moja, level moja. Usiweke huyu katikati amepanda, pembeni ameshuka, si imekuaje? Acha kabisa, acha. Haleluya. Nitazungumza pia na wale wanaomiliki saluni. Wanaomiliki saluni za kunyoa na wenyewe ni kama maagenti ambao pengine wanajijua au hawajijui. Siku hizi mtu akienda saluni kunyoa, hata kama akiwa ni mtoto mdogo, hujamwambia ninyoe denge, hujamwambia nifanye nini, lakini mwenyewe mkono wake umeshasetua na adui, ananyoa denge. Anamnyoa kama ni mtoto, anamnyoa kituko kichwani. Anamnyoa denge mtoto mdogo, hajui hiki ni kitu gani. Wanaomiliki saluni za kunyoa, hata wewe unamiliki saluni ya kusuka, jua wewe ni agent wa kuzimu.
Aidha unajijua au haujijui. Jua wewe ni agent wa kuzimu. Unawafanya wengi kwenda kuzimu. Unawafanya wengi kuhukumiwa jehanamu ya moto. Wewe unayenyoa wengine denge. Wewe unayenyoa, mtu anakuja ni mtumishi wa Mungu, anakuambia ninyoe vizuri, usininyoe mtindo wote. Wewe unasema wewe umekaa kishamba, hebu nikunyoe style, nikuweke mjini. Acha nikwambie, wewe ni wakala na utahukumiwa kwa wote uliowanyoa denge. Utahukumiwa kwa wote uliowanyoa denge. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Tokeni kati yao. Wakati tunaokoka inamaanisha tunatoka kati yao. Hatuna maana tunatengwa nao kimwili, bali katika ulimwengu wa roho na katika matendo yao ya giza tunatengwa nao, tunatoka katikati yao. Anasema msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Tusiguse kilicho kichafu. Dhambi awaye yote tusiguse, ikiwa pamoja na kunyoa denge, naye atatukaribisha. Utasema wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi fulani, unatumikia Mungu kwa namna fulani, huku unanyoa denge, Mungu hawezi kukukaribisha. Mungu atakufukuza. Atakukana ile siku ya mwisho. Atasema sikujui. Atakukataa. Sikujui wewe. Utasema nilikuwa naombea mapepo, nilikuwa nahubiri injili kwa jina lako, watu wanafunguliwa, nilikuwa natumikia hivi, nimepitia majaribu haya na haya, nimepitia vita hivi na hivi katika huduma, nimeteseka sana, pengine nimepigwa hadi mawe katika injili, pengine nimetukanwa kwa ajili ya kazi yako. Atakwambia sikujui kwa sababu ya hiyo denge. Anasema ya kwamba, tutengwe, kisha tusiguse kilicho kichafu, na yeye Bwana Yesu atatukaribisha. Kwa hiyo ukishaondoa hiyo denge kichwani kwako, hatua inayofuata ni kukaribishwa na Yesu. Yesu anakukaribisha na atakupokea. Utakuwa wa kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Haina maana kwamba kunyoa denge na utakatifu umeishia hapo. Utakatifu ni mpana. Utakatifu ni wa mwili na roho. Kwa hiyo usije ukaacha kunyoa denge huku umeanza tabia ya kutukana, tabia ya masengenyo, kusema sijui watumishi wa Mungu. Jua kabisa na hizo ni dhambi. Ukiwa mnafiki, ukiwa na chuki, na hizo ni dhambi. Mawazo mabaya, na hizo ni dhambi. Dhambi ziko nyingi. Lakini watumishi wa Mungu kuna uwezekano wamefanya vyote wakasahau ile habari ya kunyoa denge, na Mungu ndilo alilonionyesha kwa habari ya yule mchungaji. Hasa wachungaji mnatazamwa na wengi. Waimbaji mnatazamwa na wengi. Basi Yesu anataka kuwakaribisha. Toa hiyo denge kichwani kwako, na usiguse tena kilicho kichafu, naye atakukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kwa siku ya leo nitaishia hapo. Na kama mpata ujumbe huu, Roho akusaidie, Roho Mtakatifu kuusambaza kadri utakavyoweza, na wengine wajifunze. Hata ikiwezekana ni mchungaji wako, mtumie, mwambie mchungaji, sikiliza neno la Mungu ili likuponye, na hakika utakuwa umehubiri injili na Mungu akubariki.
Bwana Yesu apewe sifa. Basi nimalize kwa kusema asante kwa kutufuatilia, na nimshukuru Mungu sana kwa kuwa amenipa hii neema. Sio kwa akili zangu, sio kwa uweza wangu. Mimi nisingeweza na kamwe sitakaa niweze peke yangu, ila kwa msaada wa Mungu nitaweza. Basi kama utakuwa na swali lolote, nakaribisha maswali. Lakini ikimpendeza Mungu, ni vizuri zaidi sana umuulize Mungu wa mbinguni. Kanisa tujifunze kufunga na kuomba. Funga, omba, muulize Mungu habari ya utakatifu, na yeye ni mwalimu mzuri, atakufundisha. Mawasiliano yangu 07 82 79 29 06. 07 82 79 29 06. Nimalize kwa kumshukuru Mungu. Funga macho hapo ulipo, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi uliye hai, ninakushukuru kwa fadhili zako na neema yako ya ajabu ambayo Bwana umeniwezesha kuweza kunena ya kwako mahali hapa. Sio kwa akili zangu Bwana, wala kwa akili zangu, wala kwa ufahamu wangu, ila ni kwa neema yako tu Yesu. Nakushukuru maana unaweza. Bwana majeshi, kila sikio lilotega kusikia neno lako ili mfalme amani, ninaomba Mungu mwenye nguvu, mpe neema ya kubadilika na pia kufundisha wengine katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Mungu mwenye nguvu, mfalme amani, zidi kufundisha kanisa, zidi kusema nasi mfalme katika jina la Yesu Kristo mfalme. Mungu mwenye nguvu Bwana, fungua kanisa lako Bwana, fungua macho yetu ya rohoni kwa jina la Yesu. Tuelewe neno lako Bwana, tulielewe, tutenge na dunia Bwana, tutenge na roho za upagani, tutenge na roho za dunia kwa jina la Yesu Kristo. Tazama dunia unaingia kanisani, tazama upagani unaingia kanisani. Adui anaweka mikakati ya kuleta dunia ndani ya kanisa kwa njia ya staili za kunyoa, kwa njia mbalimbali katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tutenge na dunia, tutenge na upagani katika jina la Yesu. Ninaenda kinyume na kila mapepo ya dunia ambayo yanatumwa ndani ya kanisa la Bwana. Ninakataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninavunja kwa mamlaka ya jina la Yesu hilo pepo la kunyoa denge ndani ya wachungaji, ndani ya waimbaji. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakemea kwa moto lao. Ninavunja hilo pepo la kunyoa denge. Ninapiga pepo la dunia, ninapiga kwa moto lao. Imeandikwa Mungu wetu ni moto lao. Nami naenda kuharibu mikakati ya kuzimu, mikakati ya kipepo, mikakati ya kichawi ya kunasa kanisa. Ninaenda kuiharibu, ninaikataa kwa jina la Yesu hiyo mikakati yao, vikao vyao wanavyokaa kila siku kujadili kanisa lichukuliwa na dunia. Ninakataa kwa jina la Yesu hiyo mikakati, na iharibu kwenye ulimwengu wa roho. Na haribu mikakati yenu, na haribu vikao vyenu. Shetani, huna mamlaka kwa jina la Yesu. Huna mamlaka juu ya kanisa la Bwana, huna mamlaka juu ya wachungaji, huna mamlaka juu ya watumishi wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, Bwana majeshi, Bwana tetea kanisa lako Bwana, tetea kanisa lako Yesu, tetea wachungaji Bwana. Rejesha hofu yako ndani ya kanisa, rejesha hofu yako ndani ya kanisa kwa jina la Yesu. Yesu tusaidie Bwana, Mungu mwenye nguvu tusaidie. Yesu tusaidie Bwana, tusaidie mfalme wa amani katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, ninakushukuru Bwana. Naamini Baba unatubadilisha, naamini Yesu unaenda kuponya kanisa lako hata kupitia ujumbe huu Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.